hakuwa na chochote. Na hivyo ndio ikasababisha kwamba watu wengine wamdharau Yesu Kristo, kwa sababu alikuja kama masikini. Na ndivyo tunavyoishi watumishi wa Mungu wa leo. Na ndivyo tunavyotendeana. Tunaamini kwamba mtumishi wa Mungu anayevaa vizuri, mwenye gari, mwenye nyumba, huyo ndio mtumishi wa Mungu. Hapana. Kila mtu ana namna yake ya kuweza kubarikiwa. Umebarikiwa leo, mshukuru Mungu tu. Mungu amekufungulia milango, mshukuru Mungu tu. Mungu amekuinua, mshukuru Mungu tu. Usimdharau yule mtu ambaye bado anafundishwa. Na ninaamini huyo mtumishi yuko darasani, anafundishwa. Anaweza akawa bora zaidi yako. Maneno na tabia ambazo tunasema watumishi wa Mungu ndizo zinasababisha watumishi wa Mungu wa leo wanaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu anaona kudhalilika, anasikia kuumia, anaona kama Mungu hakumuita. My dear, unanisikiliza hapa, Mungu amekuita na anajivunia wewe hivyo hivyo ulivyo masikini. Hebu fanya kazi ya Mungu. Hebu fanya kazi ya Mungu. Mbinguni hatutahesabiwa pesa wala tutahesabiwa mali ambazo tuko nazo. Mbinguni tutahesabia matendo na kazi tulizozifanya. Tutaonyesha zile kazi ambazo tutazifanya. Lakini mtumishi wa Mungu leo hii anadiliki kumdharau mtumishi wa Mungu ambaye hana mavazi, hana chakula, anaanza kumsema vibaya. Huyu mtu amekuja kanisani anatafuta tu chakula. Jamani, jamani, jamani. Tusiwakatishe tamaa watu wa Mungu. Tusiwakatishe tamaa watumishi wa Mungu jamani. Tusiwakatishe tamaa. Yule baba alijisikia vibaya sana. Ni mtumishi wa Mungu, lakini alitolewa katika kiti cha utumishi wa Mungu kule, akaenda kuwekwa nyuma. Watu hawaangalii mtu ana kitu gani ndani yake. Watu wanaangalia anaonekanaje. Usimwone mtu amejivika mavazi ya kondoo, ile hali ndani anaweza akawa ni mbwa mwitu. Lakini mtu unaweza kumwona mtu nje mbwa mwitu, lakini ndani ana mavazi ya kondoo. Inasikitisha sana. Ni wakati niko pale nilisikia machozi yananitoka. Nilisikia kuumia ndani yangu. Nikamwambia Mungu, hii nafasi niliyokaa, kwa namna Roho Mtakatifu alivyokuwa ananisemesha, nilikuwa hata mimi sigusi ile utukufu aliyokuwa nayo yule baba. Ile neema aliyokuwa nayo yule. Ni kwa sababu tu alikuwa amevaa nguo ambazo ni mbaya. Yaani hazina hadhi ya kukaa pale kwenye vile viti. Nikamuita mtumishi wa Mungu, nikamwambia, naomba mimi nikakae kule nyuma. Naomba mchukue huyu baba, mlete kwenye kiti changu. Akaniambia mtumishi, hapana. Nikamwambia no, naomba unitoe kwenye hicho kiti, na afu mimi unitoe. Akasema mtumishi, nikamwambia no, naomba unisikilize, viti si vitoshi. Mpaka unamuinua mtumishi wa Mungu kisa tu mavazi amevaa vibaya. Nikamwambia basi mimi natoka na nampisha yule aje akae, mimi nitaenda kukaa nyuma. Zamu yangu ikifika ya kusimama nitasimama. Yule baba nilipompisha kiti, alilia kwenye ibada mwanzo mwisho. Make sure alilia kwenye ibada mwanzo mwisho ule mtumishi. Lakini mwenye kanisa ndio alifanya hivi. Na sio mwenye kanisa ni Yesu Kristo. Yule ambaye amepewa mamlaka ya kusimama na kuongoza watu, alimtoa. Baba alilia mwanzo mwisho. Tulivyotoka ikabidi nitoke kumfariji. Akaniambia, mwanangu, mahali popote unakokwenda, nuru ya uso ya Mungu iangaze kwenye maisha yako. Haikuwa rahisi mimi kukaa pale mbele, ni kwa sababu ya mavazi. Lakini nilipokaa naye, nikaja kumuuliza nini changamoto unapitia kwenye huduma? Nini changamoto ambayo unapitia kwenye huduma? Changamoto alizonieleza, siwezi nikasema hiyo ndio iliyempelekea. Yaani huyo mtu sio kwamba anakosa nguo za kuvaa, lakini ana huduma ambayo inamgharimu yeye kama yeye. Washirika walionao hawana uwezo wa kusimama naye kujenga kanisa na kusaidia maisha ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo anajidhiri yeye, anajinyima yeye ili kazi ya Mungu iende. Lakini nyinyi hampati nafasi ya kuwauliza hao watu, changamoto gani unapitia?
Mnachoangalia ni thamani tu ya nje, hamwangalii thamani ya ndani. Hamwangalia huyu mtu ana nini ndani yake. Mnachoangalia ni udhaifu tu. Hamuoji, hamkalishi watu kuuliza, hebu niambie ni kitu changamoto gani napitia inakufanya usifanye huduma. Niambie kuna mahali gani ambapo unapitia kinachokufanya usisonge mbele katika kazi ya Mungu. Lakini nyinyi mnachoangalia ni udhaifu, mnachoangalia ni maisha ya mtu, mnachoangalia, hey my God, Mungu wangu. Mtu anadiriki kumwambia mtumishi wa Mungu, huyu amefuata tu pesa, hakuna chochote anachokifanya, amekuja tu anakuja kutafuta maisha. Jamani, hakuna mwenye akili timamu akaacha maisha ya duniani akaja kufuata pesa kwenye utumishi wa Mungu, akajisacrifice kwenye utumishi wa Mungu. Jamani, nimekaa kwenye huduma 10 years ago, miaka 10 iliyopita, nipo ndani ya utumishi wa Mungu. Ninajua kulia, ninajua kucheka, ninajua kuachwa, ninajua kudharuriwa, ninajua kila kitu, lakini tumesacrifice vitu kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Ndio leo hii nikimwona mtumishi wa Mungu nabaki naumia ndani yangu, nabaki nasononeka ndani yangu, kwa sababu ninajua niliyoyapitia, ninajua mahali nilipopitia. Watu wengi hawatazami kazi za huduma za watu zoko ndani, wanatazama maisha ya mtu ya mwili, sio maisha ya rohoni. Lakini laiti mngekuwa mnachunguza maisha ya watu ya rohoni, laiti kama mngekuwa mmepata neema ya kuomba na Mungu akawaonyesha namna watu wanavyo sacrifice maisha yao kwa ajili ya Mungu, msingewasema vibaya, msingedifaini mionekano yao, mngewasapoti na kuatia nguvu na kuatia moyo kwa ajili ya kusonga mbele. Nimetembea sehemu nyingi, nimeona huu udhaifu na nikamwomba Mungu sana, na Mungu akasema niseme na nyinyi juu ya hili somo, juu ya hili jambo naongea. Nilisikia kusukumwa juu ya hili jambo, na mimi ninaongea katika jina la Yesu Kristo. Kama Mungu aishivyo, watumishi wa Mungu tubadilike. Watumishi wa Mungu tusaidiane sisi kwa sisi, tufichiane madhaifu yetu sisi kwa sisi. Hao wa nje wanatudharau, habari wanazozipata zinatoka ndani ya sisi wa Kristo na sio nje.